Mtoto kuchelewa kukaa, mtoto kuchelewa kukaza shingo, mtoto kuchelewa kutambaa, mtoto kuchelewa kusimama, na wengine mpaka kuchelewa kuongea na vitu kama hivyo, na uelewa hafifu darasani, inaweza hiyo inaitwa cerebral palsy au utindio wa ubongo. Kwa unakuta wanakuwa kwa namna hiyo. Sasa watu hawa ni pale ambapo mtoto amekosa hewa kwenye ubongo. Sasa inawezekana kipindi cha ujauzito au kipindi cha kuzaliwa au baada ya kuzaliwa. Sawa, inaweza kapelekea mtoto akakosa hiyo oksijeni. Akishakosa hiyo hewa anapata utindio wa ubongo. Mama, unachangiaje wewe kwa nafasi yako kumuathiri mtoto? Mwili wako unachangia vipi? Kitu cha kwanza, kama umeambiwa na daktari wewe una shinikizo la juu la damu na ni mjamzito, chukua tahadhari mapema, hakikisha unatumia zile dawa methalodopa ulivyopewa vizuri, meza mpaka pale pressure yako itakapokuwa standard. Yani maintain pressure yako iwe vizuri ili mtoto atoke salama safi kabisa. Lakini kitu kingine ni anemia, yani kuwa na upungufu wa damu. Hiyo inaweza kupelekea pia mtoto kuzaliwa na hiyo shida ya CP au utindio wa ubongo. Lakini pia kwa wale ambao wanapata maambukizi makali ya damu au infection ya wadudu, inatakiwa utibu mapema. Unapojiona upo tofauti, unapata majoto, unachemka, tibu mapema ili kuweza kuzaa mtoto ambaye yupo bora. Najua wengine watasema mimi nilikuwa na anemia, nilikuwa na upungufu wa damu, lakini inatokea. Lakini hivi ni visababishi unaweza ukapata. Kwa hiyo unavyoona una changamoto, unachukua tahadhari.